Bwana, hii ni Boda Boda Live ya Hatim FM Radio 107.7 kutoka Arusha, Njiro, Tanzania. Kila siku ya Jumamosi saa 7 mpaka saa 9 tuko zetu kwa ajili ya Boda Boda Live. Kipengele cha kwanza ambacho kinatufanya tuwepo mtaa kinaitwa Kilo, mahali ambapo mishemishe zote za bodaboda zinafanyika. Hapo ndipo ambapo tunabeba abiria na kuondoka nao. Kikubwa ambacho leo tunazungumza kwenye Kilo ni kwa nini kazi hii ya bodaboda mara nyingi imekuwa ikihusishwa na matukio ya uhalifu, wizi na nini. Yaani tukio likitokea mahali utasikia bodaboda aliniibia. Lakini je, ni kweli kazi ya bodaboda inajihusisha na masuala ya wizi? Tuko mtaani kwa ajili ya kupiga story na bodaboda wenyewe watuambie haya mambo yana ukweli kiasi gani. Bana, tuambie kwanza, hapa tulipo ni Njilo Roundabout, ndipo ambapo tuko hapa. Tuko na ndugu zetu bodaboda, maafisa usafirishaji wako hapa ambao tunaenda kupiga nao story. Mzee wangu, naitwa nani jina lako? Majina anaitwa Simon Boniface Tengeneza. Wow. Kwenye kijiwe hiki cha Njilo Roundabout tuna muda gani tangu tumeanza kupiga harakati za bodaboda? Na kitu kama mwaka mmoja na nusu. Mwaka mmoja na nusu. Ndio. Hivi ni kwa nini kazi ya bodaboda mara kadhaa tumekuwa tukihusishwa na matukio ya wizi, utapeli, ukabaji, uporaji? Hili linasababishwa na nini? Bodaboda ni kazi kama kazi zingine, ila kuna wengine hawajui maana ya hii kazi, wanajihusisha na vitendo vya uovu. Lakini sisi kama sisi bodaboda tunaiheshimu sababu inatupatia kipato, tunaendeleza maisha yetu kwa kupitia bodaboda. Na inakuwaje usiku, labda tukio limetokea mahali, hawa ambao wanafananishwa na sisi madereva bodaboda kwamba ndio wanahusika na matukio ya ukabaji, ni akina nani? Je, wako kwenye vijiwe vyetu vya bodaboda ama ni watu tu ambao wanaamua kufanya matukio usiku wakati sisi tumeshaenda kupumzika? Sisi kwa utaratibu kama kituo chetu tunafunga saa 4:30. Sasa baadaye labda kuna baadhi ya vijana wanaokunywa pombe, utabangi, wanarudi kwenye vijiwe huko, wanawadanganya watu, wanawachukua na kwenda kuwafanyia vitendo vya uhalifu, wakati sisi tukiwa tayari kituo tumekifunga. Ina maana sio bodaboda wa vijiwe. Kinachofanyika ni kwamba usiku mtu tu anaamua anachukua zake bodaboda na ingia mtaani. Anachukua bodaboda ni ya nani? Labda unakuta labda ni anaichukua ya mtu ama ni ya kwake. Asilimia kubwa ni wale wanaochukua bodaboda za mkataba. Unakuta mtu hawezi kulipa zile fedha anazotakiwa kuzilipa. Kwa hiyo inampelekea kwenda kufanya vitendo vya uhalifu ili kwenda kulipa hizo fedha ambazo anadaiwa na ndani ya mkataba ule. Kumbe mara nyingi ambao wanahusishwa na matukio haya ya wizi na nini ni wale ndugu zetu ambao wanafanya mishemishe za bodaboda za mikataba. So mwisho wa siku mtu amepiga dai waka mchana, jioni inabidi atafute kitu kingine cha kufanya ili maisha mengine yaende. Ndio. Kwenye kijiwe chetu hiki mlishawahi kusikia kesi yoyote labda mtu analaumu kwamba jamani, bodaboda wa kijiwe cha Njiro Roundabout waliniibia tangu umeanza hizi harakati za bodaboda? Hayo yapo, lakini kwenye kijiwe chetu sisi kidogo tumekidhibiti. Hata wale watu husika na kijiwe hichi hawaruhusiwi kusimama hapa wala kupakia abiria katika kijiwe hichi. Kumbe mmeamua kuweka utaratibu maalum kabisa jinsi ambavyo mtu anahitaji kuwa dereva wa kijiwe hiki cha Njiro Roundabout. Kuna taratibu inabidi afuate. Ni taratibu zipi ambazo mnahakikisha kwamba mnawatambua watu wote ambao wanafanya kazi kwenye kijiwe hiki cha Njiro Roundabout? Sisi kama kijiwe chetu hapa tuna listi ya watu wetu hapa ambao tayari wamesajiliwa, na kama hujasajiliwa huwezi kufanya kazi kwenye kijiwe hiki. Ndio. Na hapo pia sisi wote tunakuwa kama walinzi hapa. Yoyote atakayeona uhalifu wote unatendeka katika maeneo haya, tunadhibiti huo uhalifu, na ndio maana kazi kama hiyo inapungua. Na mwisho kabisa, usiku matukio haya ndio yanafanyika. Mnafanyaje kuhakikisha kwamba hata wale bodaboda wengine ambao wanatoka huko mtaani wanakuja kujua hivi vijiwe vyetu, kuhakikisha kwamba hadi usiku panakuwa salama na hizi rumors za kwamba bodaboda wanahusika kwenye masuala ya wizi na vitu vingine ili visitokee, kijiwe kisichafuliwe? Tunafanyaje kuzuia hili pia? Hilo tunalizuia kupitia muda wa kufunga ni saa 4:30, lakini tunaongeza muda ili kukabiliana na watu kama hao.
hapa wanaweza kuja hapa kwenye kijiwe chetu na kutuchafulia kwenye kijiwe chetu. Mnasubiri kidogo at least mpaka labda saa 5, mkiona kuna sura ngeni inaanza kupaki hapo hivi, mnamuuliza oya, shida nini? Mbona tunakuona hapa kwenye kijiwe chetu pia? Ndio. Na hapo baadhi ya watu tulishawashika na tukawadhibiti kiuhakika, kwa hiyo wanaogopa. Mliwapataje kwanza? Au mliwakamataje yani? Tunajificha, tunaongoja wakija kuna kijiwe chetu, tunawazingira, tunawakimbiza, tunawakamata, tunawafikisha kwenye vyombo husika. Tunawapeleka polisi, tunaita polisi wanawachukua, wanawapeleka kule, wakiwajibishwa kule, basi hapa wanapaogopa. Nini tufanye kwenye vijiwe vyote vya bodaboda ili kuepusha kwamba haya matukio ya uwizi? Maana sisi maafisa wa usafirishaji bodaboda ndio watu wa kwanza ambao tunatumia bodaboda, na tunaamini kama huyu Tatu Mzuka na bodaboda ni miongoni mwa bodaboda wenzetu, ameamua labda kumwachia bodaboda, akaiomba mwanangu, naomba bodaboda, hajui anakwenda kuifanyia kazi. Vijiwe vyote ndani ya jiji la Arusha, tufanye nini ili kukabiliana na matukio ya uwizi na uhalifu ambayo yanahusisha bodaboda na sisi tukiwa kama bodaboda? Kikubwa, wewe ukiwa na pikipiki na bodaboda wako, inatakiwa uendeshe mwenyewe mpaka saa ya kufunga kazi bila kumkabidhi mtu yoyote, kwa sababu ukimkabidhi mtu yoyote akaenda kufanya tukio lolote, ni wewe utakayewajibishwa. Na sisi hapa kijiweni kwetu, hata kama unasafiri, haturuhusu mtu mwingine ukamleta hapa afanye kazi na sisi. Kuna zile mambo kwamba bwana, mimi nasafiri, nataka bodaboda yangu nishikie kidogo nitarudi, hizo vitu nyapa kwenye kijiwe hamtaki kabisa? Sisi hatuna kabisa hiyo. Sisi ukisafiri, ukipata shida, weka bodaboda yako nyumbani kwako, hatima yake ukimaliza matatizo yako unarudi hapa, tunafanya kazi pamoja. Hilo linasaidia sana kuepusha mwingiliano wa watu wageni wengi. Mtu anaweza kaja, bwana, yule jamaa aliondoka amenituma nije hapa, kumbe ndio mwizi mwenyewe. Na ndivyo hivyo utaratibu wetu tulivyofanya, tulikubaliana pamoja. Wewe utakuja hapa ulioajiriwa ndio utafanya kazi na sisi, uliosajiliwa. Tofauti na hapo, sisi hatuwezi kumpokea mtu yoyote. Utaratibu wa kuingia kwenye kijiwe, kujisajili ni shilingi ngapi? Utaratibu wa kujisajili hapa, kwanza kuna vipengele tunavifuatilia. Ni mtu tayari ameoa, ana watoto, kiasi ambacho tutakapomsajili. Hadi kipengele cha kuoa kabisa na familia? Ndio. Mbona kipengele kigumu sana? Vijana tunawakimbiza kwenye kazi ya bodaboda sasa. Ndio hapo sasa, kwa sababu tayari kipengele kama hicho kinatupa sisi unafuu. Hata kama amefanya kosa, mtu kwenda kumpata ni kitu kirahisi pia. Kwanza hata nilisikia mtu akiwa na familia, hata uendeshaji wa chombo cha moto kunakuwa na ustaarabu. Vijana mambo mengi, ana familia, haoni kama anategemewa, so yeye hata akipata ajali, kisababisha ajali hana shida, lakini mwenye familia yuko smart kidogo. Na ndivyo ilivyo, na sisi ndio maana tunataka mtu mwenye familia aje hapa na tunamtambua anapoishi, ili endapo amefanya tofauti tukamkosa, sisi tunaweza kumtafuta na kumfuata mpaka nyumbani kwao. Bwana, mwisho kabisa tunamaliza. Tangu umeanza kufanya mishe hizi za bodaboda, unashakutana na kisanga chochote, labda umebeba abiria kumfikisha mahali kidogo kanusurika, tukio gani ambalo huwezi kusahau kwenye hizi harakati zako za bodaboda tangu umeanza kufanya bodaboda? Tangu nilipoanza bodaboda, matukio yapo. Unaweza kumbeba mteja amelewa, kufika mahali mkapishana kauli, hatima yake wewe ukiona vipi, utamwacha tu, unaondoka zako, unakuwa umekosa ile pesa. Kuna zile nasikia nyingine mnapigiwa simu, bwana, lete chips mayai mahali. Ukifika mtu hayuko hapo nyumbani, kwambia kuna mfanyakazi anafungua, mpe, afu nitakupigia mwaka mzima imeenda. Yaani hiyo ndio changamoto kubwa sana. Hata mimi nishanipata kitu kama hicho. Mtu aliambia nunua nyama peleka nyumbani kwangu, matokeo wenyewe wakala, hata mimi kwa kula nyama na hela sikupata mpaka leo. I said, ni noma sana mzee wangu. Ndio changamoto zenyewe kwenye hizo harakati za kazi. Mwisho wa siku abiria tunatakiwa kuwa waaminifu pia, si ndio? Ndio. Bwana sawa, shukrani. Naona ndugu yangu anataka bebe abiria aondoke naye. Mzee wangu, hebu tuzungumze kidogo nawe kwa mtazamo wako. Cha kwanza kabisa, jina lako unaitwa nani, na kwenye kijiwe hiki cha bodaboda hapa Njiro roundabout tuna muda gani tangu tumeanza kufanya harakati za bodaboda? Kwa majina mimi naitwa Ombeni Eliudi. Harakati za bodaboda nimeanza almost sasa imeshapita kitu kama miaka 5.
Miaka 5 tuko kwenye kijiwe cha bodaboda. Ni miaka mingi sana, ni sawa sana mtu ambaye ameamua kujiajiri moja kwa moja. Kwa nini uliamua kuchagua kazi hii ya bodaboda kwa ajili ya kuendesha maisha? Kwa nini? Ni kweli, kwa sababu kazi ya bodaboda ni ofisi kama ofisi nyingine. Hii ni ofisi tunaitegemea kuilisha familia, na familia inaendelea vizuri kwa sababu ya hii kazi ya bodaboda. Kwa hiyo nilipenda kufanya hii kazi kwa sababu ni kazi kwanza ya kujiajiri, kujiajiriwa na mtu. Ni kazi ambayo haikupi shida. Bodaboda ni ya kwako mwenyewe tayari eh? Ndio, hii ni ya kwangu mwenyewe, nimenunua kwa pesa zangu mwenyewe. Ulianza na bodaboda yako ama ulianza na bodaboda ambayo baadaye ukaibadilisha ikawa ni ya kwako? Kuna zile bodaboda za mikataba, alafu baadaye unapiga unakuta mwisho wa mwaka ni ya kwako. Ulianzaje mishemishe bodaboda? Ni kweli, mimi nimeanza na bodaboda yangu, yani nimeinunua mwenyewe kwa pesa zangu na ndio inaendelea mpaka sasa hivi. Safi kabisa. Kwa nini kazi hii ya bodaboda? Ndani ya miaka 5 bila shaka umekutana na kesi nyingi sana ya kwamba bwana, bodaboda tunahusishwa na matukio ya wizi, ukabaji, uporaji na vitu vingine. Unadhani ni kwa nini? Je, ni kweli kazi ya bodaboda inahusika kwenye masuala ya wizi na vitu vingine ambavyo vinaendelea kwenye mitaa? Ni kweli kazi hii ya bodaboda 98% inahusika kwa asilimia hizo, kwa sababu vijana wengi sasa hivi wanatumia bodaboda hizi kwa masuala ya uporaji na uwizi kiujumla, kwa sababu ni chombo ambacho ni chepesi, kinaweza kupita sehemu yoyote kwa haraka sana na anaweza kukupotelea kiwepesi kuliko gari zaidi. Hizi rumors ambazo jamii zinatulaumu ni kweli? Hizo ni kweli kwa baadhi ya vijana ambao wamekosa busara, wao wanajishughulisha na hizo shughuli za uporaji au ukabaji na unyang'anyi wa mali ndogo ndogo kwa kutumia hizi bodaboda. Ni kwa namna gani kwenye hii miaka 5 wewe binafsi umekabiliana na vitendo hivi vya wizi? Kwa sababu inasikana mara kadhaa mtu ameomba kuichukua bodaboda yako, na brother ambaye tunatoka kuzungumza naye hapa anasema epuka kumpa mtu bodaboda ambayo sio yake. Yaani mtu asije tu kienyeji akasema bwana nataka bodaboda niende nayo. Wewe binafsi unafanya nini kuhakikisha kwamba unailinda jamii dhidi ya matukio ya wizi na utapeli na ukabaji kupitia chombo hiki cha usafiri ambacho ni bodaboda? Ni kweli, kwanza sisi tuna ushirikiano, kila mmoja anakuwa na namba ya mwingine. Kwa hiyo utakapopita sehemu ukakuta hali ya sintofahamu, unaweza kupiga simu na muita mwenzako na wengine wanaongezeka, na tunaweza kukabiliana na hilo swala ambalo limetokea kwa wakati huo zaidi. Ndio. Nini tufanye vijiwe vyote vya bodaboda kuhakikisha kwamba wananchi abiria wetu wanakuwa salama, tuepukane na hawa tatumzuka na nini? Maana ni ngumu mimi abiria kufika kijiweni nikajua brother ni dereva bodaboda ama huyu mwingine ni tatumzuka. Ushaelewa vizuri? Ni ngumu kwa sababu wote inawezekana mchana mmetulia kwenye kijiwe na nikapita baadaye nikamwona huyo ila akanipeleka mahali akanikaba. Tufanye nini kuanzia sisi madereva bodaboda wenyewe mpaka abiria ambao wanatumia vyombo hivi vya usafiri kukabiliana na matukio haya ya ukabaji na wizi na vitu vingine pia? Njia ziko nyingi, kwa sababu kuna semina ndogo ndogo za kufanya pamoja na uaminifu, na vyombo vya sheria pia viwe vinazunguka katika vituo vyote vya bodaboda Arusha kutoa semina kwamba hii kazi ni kazi kama kazi nyingine, kwa hiyo tuweze kufanya kwa uaminifu na tuepuke kujihusisha na vitendo hivyo viovu vya ukabaji. Sawa. Hamuoni kuna haja sasa sisi kama abiria tukifika kijiweni tuuliza kama ambavyo kabla hujasafiri lazima ujue namba ya gari na vitu vingine, ama tuanze kuwadai leseni? Tunajua kabisa bana, nimepakiwa na dereva anaitwa Juma, leseni yake ni hii. Ikitokea nimekabwa, nimeibiwa, mimi naenda tu jeshi la polisi usalama barabarani, naambia jamani bwana nilipakiwa na dereva huyu, leseni yake ni hii. Aoni kama hii itasaidia, yaani kwamba sisi abiria tukifika kijiweni tuhakikishe dereva ambaye tunapanda tunamjua vizuri. Ni vema zaidi pia hata abiria ukidai leseni na namba ya usajili ya pikipiki unaweza ukawa nayo, hiyo kiusalama zaidi. Lakini kwa 100% kwa sisi tulioko hapa kwenye kijiwe chetu hichi hakuna watu wabaya, kwa sababu sisi wenyewe ni walinzi namba moja tunaolinda raia pamoja na mali zao, na abiria wetu tunaowachukua tunawapeleka vizuri mpaka nyumbani mwao au maofisini, wanafika wakiwa salama bila buguza yoyote. Umuhimu wa abiria kuwa na dereva mmoja naye mjua, hili likoje? Lina faida gani kwa abiria? Lina faida kwa sababu pale usalama wa mali zake kwanza itakuwa 100%, lakini na hilo pia lina madhara yake.
kwa sababu yule bodaboda mmoja unayemtegemea kwa siku hiyo umempigia, labda atakuwa anaumwa au simu yake imezima, utamkosa. Maana yake pale utashindwa, utachukua yeyote na utachukua yeyote. Kwa hiyo nayo ni sehemu nyingine ya mapungufu ya kuwa na bodaboda mmoja. Na hivyo abiria tunawashauri wao wanafika kwenye kijiwe na kuchukua pikipiki kijiweni, sio pikipiki inayekatiza barabarani tu, kwa sababu huwezi kesho kumtafuta yule mtu ukienda kuanguka kule au ukienda kukabwa, utashindwa kumpata huyo mtu. Lakini kama umechukua pikipiki kijiweni, una uwezo wa kuja kwenye kijiwe, unasema jana nimepanda pikipiki kwenye kijiwe chenu cha roundabout hapa na nimefanywa tukio 1 2 3. Asante. Kwa kuepusha zile bodaboda anapita bodaboda, ujue hata bodaboda mwenyewe anatokea wapi, unabeba unaenda naye, kumbe ndio mwizi mwenyewe, si ndio? Ndio, inaweza kuwa hivyo, kwa sababu sio mara moja tunakutana na watu wa namna hiyo. Wanachukuliwa njiani, anakuja anasema jana nimechukuliwa na bodaboda sehemu fulani pale, nimefanywa hivi. Bana, ni kweli kama amekufanyia wewe ndio una makosa, kwa sababu ungekuja kijiweni, ungepanda pikipiki iliyoko kijiweni, nafikiri ungekuwa salama pamoja na mali yako yote. Na uzuri pia vijiweni mna utaratibu, bodaboda zinatoka kwa namba, yani kama aliyetoka anasubiri mwingine anakuja mwingine anatoka, inakuwa ni utaratibu mzuri kabisa. Ni kweli huo ni utaratibu tulioweka toka mwanzo, na nafikiri vijiwe 100% hapa Arusha ndivyo ilivyo. Kwa hiyo achana zile kuna vijiwe vingine hawana utaratibu, abiria kija mnatoka wote mnakimbia huyo, yani inakuwa ni kama vurugu sana. Lakini kwa Arusha ustaarabu ni mzuri, mmoja baada ya mwingine anaondoka. Ni kweli sisi Arusha ustaarabu huo ni huo, na ndio tulio nao sisi kwenye kijiwe chetu. Tunaondoka kwa namba, aliyewahi ndiye atakaye peleka abiria, atafuatia huyo aliyekuja mpaka na yule wa mwisho, na hivyo itatusaidia sisi kupunguza hata hizi accident ndogo ambazo tunaweza kupata, kwa sababu abiria anaweza kutokea mnamkimbilia wote, naweza kugongana au mkakutana na gari ambayo iko speed, naweza kusababisha ajali na kupoteza maisha. Kwenye miaka 5 ya harakati za bodaboda, ushakutana na kisanga gani ambacho huwezi kusahau? Ni kweli visanga viko vingi, lakini moja kubwa ambacho nilishawahi kukutana nayo ambayo sisahau, nimempeleka abiria sehemu moja wanaita Kitonga. Wakati narudi pale nikamkutana na abiria mmoja maeneo ya Darajani pale. Akaniambia naomba nipeleke roundabout. Nakumbuka siku kulikuwa kuna mechi ya Simba inacheza. Ndugu yangu kampakia huyo jamaa, nikamleta. Nilipofika pale Darajani, nilipotembea kitu kama mita 15 hivi, nikaanza kuhisi pikipiki mbona ni nyepesi. Kuangalia nyuma hivi yule mtu simuoni. Ni kweli nilistaajabu, na hapo kazi yangu siku hiyo iliishia hapo, nikaondoka nyumbani nikitetemeka. Yani umempakia, una uhakika kabisa umempakia? Ndio. 100% huyu abiria nimempakia. Na speed yako na pikipiki yako haikusimama mahali? Sijasimama mahali na siko speed niseme labda nimemdondosha, na ningesikia ningemdondosha. Yani automatically tu nimeangalia hivi nikakuta mtu hayupo kwenye pikipiki. Nikastaajabu, nikarudi zangu nyumbani kwa sababu nimeogopa sasa kwamba nimepeleka jini au nini. Ukawa hujui umebeba jini au umebeba mtu? Ni kweli nikastaajabu, kwa sababu hapo ni kama, kwa sababu kiuhalisia kama ulimpakia kama umemdondosha watu ungejua kabisa kuna kitu kimedondoka. Yani au kuna mahali ulikamata breki, mwamba alishuka, alishafika, aliruka kiuni akatembea. Hata side mirror mzee wangu uko nayo kuangalia abiria ameenda wapi? Ni kweli side mirror ninayo, pikipiki imekamilika kiujumla. Lakini mtu sikumuona kwamba ameshukaje au amepotea kwa namna gani. Kazi kaishi hapo, kasema mimi sio tabu, ngoja nirudi zangu nyumbani. Ni kweli kazi iliishia hapo, nikaondoka zangu nyumbani kulala. Bwana, kazi zina changamoto kibao, yani harakati ni nyingi sana. Ndugu yetu ameshare story yake kidogo kuhusiana na harakati hizi za boda boda. Imagine umepakia abiria, una uhakika kabisa umembeba mtu, unafika mbele huko mwenyewe, utafanyaje? Utarudi nyumbani kulala. Bwana, shukrani sana brother, nikutakia harakati njema pia. Asante sana, na ninyi pia niwatakia harakati njema, muendelee kupambana na kutoa pia semina ambayo itatusaidia sisi wana bodaboda Arusha. Unaitwa Frankie. Kwenye kazi ya bodaboda una muda gani? Na kama miaka 3 hivi. Miaka 3 ni mingi bwanangu. Kwa nini tumeamua kujiajiri kupitia harakati za bodaboda? Manake lazima tuwaonyeshe watu kwamba hii ni kazi special na ni kazi muhimu pia. Tumeamua kujiajiri na bodaboda, tujiajiri wenyewe kwa sababu maisha kwanza sasa hivi wa Tanzania hamna ajira sasa hivi.
hiyo usipojiajiri sasa hivi mwenyewe inakuwa ni kamzozo. Kwa hiyo sasa ajira yenyewe ambayo inapatikana kwa urahisi ni toyo. Ni bora unachukua mkataba unapiga kuanzia mwezi wa kwanza mpaka miezi 14 sasa hivi. Sasa hivi tumefika miezi 14 kumbe. 14 miezi 14 sasa hivi. Unapiga zako mpaka miezi 14 unakabidhiwa leseni nani cheti bodaboda yako inakuwa ya kwako, unapewa kadi, ndio maisha unaanza tena upya sasa. Kwa sababu pale ulikuwa unakitumikia kile chombo. Hapo sasa ndio unaanza mwanzo upya sasa. Unaanza kujiajiri. Kwa sasa hivi hii ni ya kwako tayari. Hapana, kwanza kama mimi hapa hivi nilianza na mahesabu. Nikapiga mahesabu miaka miwili. Sasa nikaja nikaona mbona kama mahesabu yananipeleka ndivyo sivyo. Mahesabu yenyewe unapata hela, sio kwamba sipati. Napata hela lakini sasa inakuwa sasa yani ni mipango tu ndio ilikuwa haijakaa sawa. Alafu pia nilikuwa naogopa pia kuchukua mkataba. Yani ulikuwa ni asilimia watu wengi wakikuwa kuchukua mkataba kidogo inawashinda. Unaona kila mtu anarudisha. Sasa mwisho wa siku na mimi nikasema na mimi nikichukua hii inaweza ikarudi. Nikaja nikapiga mahesabu nikasema hebu ngoja na mimi nijaribu ili kama nitafanikiwa. Nisipofanikiwa basi narudi kwenye mahesabu. Lakini Mungu amesaidia nilivyochukua. Sasa hivi na miezi 7 sasa hivi. Miezi 7 sasa. Unapiga zako miezi 7 ijayo, ukimaliza chombo ni chako kabisa. Uhakika kabisa, yani mpaka mwezi wa kwanza wa pili, mwezi wa kwanza tu chombo ni cha kwangu mzima. Bana sawa, tuko live, show inaitwa Boda Boda Live, Hatima FM Radio 107.7 Arusha Njiro Tanzania hapa. Na pindi linaitwa Boda Boda. Tunachojadili leo ni kwa nini sisi kazi hii ya boda boda mara kadhaa imekuwa ikihusishwa na matukio ya wizi, ukabaji na vitu vingine. Hii inasababishwa na nini? Je, ni kweli sisi boda boda tunahusika kwenye matukio ya wizi ama tunasingiziwa? Mimi nahisi tunazingiziwa kwa sababu wezi sasa hivi wanatumia pikipiki. Pikipiki ndio nyepesi. Pikipiki mtu hata ukimkimbiza na gari akikutana na kadaraja kama haka hivi akichomoka tu hapa kila kona hii hapa amelala mbele, umuoni tena. Kwa hiyo ina maana kwamba sasa kwa vile wanatumia kupora kupitia pikipiki, wakaamua kujumuisha bodaboda wote. Lakini bodaboda ukakuta bodaboda kabisa na kijiwe chake kimesajiliwa. Wezi hapo brother hawezi pata mwizi hapo. Yaani ni hapo ni mtu anafanya kazi na anajielewa kwamba anachokifanya ni nini. Kwa hiyo hawa ambao wanatumia uporaji ni hawa tu, unakuta mtu anachukua pikipiki yake, akishachukua pikipiki yake ndo anaanza kufanya matukio yake ya wizi, lakini unakuta sio bodaboda, sio dereva toyo. Kwa sababu sasa yani hilo jina limekuja dereva toyo au bodaboda kulingana na kwamba wanatumia chombo cha usafiri wa pikipiki kutumia kwenda kuiba au kwenda kupora. Kwa hiyo inakuwa sidhani kama dereva, sio kweli. Kwangu mimi hilo sio kweli. Kuna hili swala la umuhimu wa abiria kujua ni dereva gani unamchukua, anahudumia kijiwe gani, kuepuka kuchukua tu barabarani. Unadhani hili linaweza kusaidia kupunguza matukio ya ukabaji na wizi ambayo yanahusishwa na kazi ya bodaboda? Yaani umetokezea tu barabarani bodaboda, ushasimamisha, hujui anakotokea wapi. Ama tu tunawadai leseni kabla hatujapanda ili tuwe na uhakika. Yaani hilo swala la kwamba abiria anatakiwa ajue kwamba bodaboda kwanza anapaki kwenye kijiwe gani, hilo swala muhimu sana. Litapunguza sana swala la uporaji. Kwa sababu gani? Haiwezekani sasa hivi mteja amekuja hapa, abiria amekuja hapa akapanda pikipiki hapa hivi, alafu akafikishwa mahali akaporwa. Lazima arudi hapa hivi. Lazima arudi hapa hivi. Na akirudi lazima